Shalom, Bwana Yesu Kristo asifiwe tena, wapendwa katika Kristo Yesu. Wakina mama, mabinti, nawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Wanawake wote, Bwana Yesu Kristo asifiwe popote mlipo, popote mtakaponitazama, popote mtakaposikiliza. Bwana awe pamoja nanyi. Basi namshukuru Bwana kwa neema hii tena nyingine aliyonipa ya kuweza kufika siku ya leo na kuweza kusimama tena mbele yenu kwa ajili ya kuzidi kuyaleta yale ambayo Bwana Yesu Kristo anahitaji tuyajue na tuzidi kukumbushana. Haleluya. Kabla ya yote tuanze kwanza kwa kumkaribisha Roho Mtakatifu. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, ninakushukuru kwa neema hii na kibali hiki tena ulichonipa mimi mwanao, mimi mtumwa wako, kusimama tena mbele ya watoto wako na kusema yale uliokusudia tuseme. Bwana, ninakukaribisha Roho Mtakatifu mahali hapa. Ninakukaribisha utawale kinywa changu, tawala akili yangu, mawazo yangu, tawala fahamu zangu, Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa maana mimi sijui kusema jinsi nipasavyo, lakini wewe Yesu Kristo ndiye unayeweza kusema kupitia Roho yako Mtakatifu. Ninaomba Bwana Roho Mtakatifu ukaniongoze, ukanikamate kinywa changu, ukaseme yale uliokusudia wewe Bwana. Nisiongeze wala kupunguza. Ninaomba Bwana utawale mahali hapa. Uwepo wako na nguvu zako zionekane mahali hapa Bwana. Ninaharibu na kusambaratisha ufalme wote wa giza utakaosimama kuzuia au kuleta upingamizi ili kwamba ujumbe huu usifike. Ninazuia na kuteketeza mipango yote ya ibilisi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninashusha moto wako katawale na kufunika mahali hapa Bwana. Ninaalika jeshi lako la malaika ukapate kunizingira na kunilinda Bwana. Kila nilichokusudia Bwana kusema kipate kutimia. Yamkini shetani apende afurahi. Haleluya, afurahi kuona yale ambayo tunayasema, kwa sababu anajua Baba Setri kwamba watu watafunguliwa, watu wataijua kweli na wataleta mashambulizi. Bwana, ninazuia kwa moto wako mashambulizi yote asipate kibali. Ninashusha moto wako na kuteketeza kila maajenti wa kuzimu, kila roho chafu zitakazotumwa mahali hapa. Ninasambaratisha kwa moto wako. Ninaomba Bwana ujumbe huu utakaofikia walengwa Bwana, wanawake wote, hata wale ambao bado mioyo yao ni migumu. Yesu Kristo ukapate kugusa mioyo yao, ukapate kuwabadilisha Bwana, na kusiwepo mpango wote wa ibilisi utakao wakamata ili kwamba mioyo yao izidi kuwa migumu. Ninaamini Bwana kila unalosema latimia na ni kweli. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Haleluya. Asante Yesu Kristo. Hore Baba Setri. Haleluya. Hore Baba Setri. Asante Yesu Kristo. Haleluya. Asante Bwana majeshi. Basi kama nilivyotangulia kusema, ninamshukuru Bwana tena kwa nafasi hii. Haleluya. Na kibali hiki alichonipa tena cha kuja kusimama mahali hapa. Sina mengi ya kusema, sina maneno mengi, wala sina mapya, maana tunaambiwa yote tunayoongea sasa, watumishi wajakazi wanayoyasema yalikwisha kusemwa na watumishi wengine. Hakuna jipya chini ya jua, yote yalikwisha kusemwa, nasi tunafanya kama marudio. Roho Mtakatifu anatutumia kusema kama marudio kwa msisitizo, ili Bwana apate kubadilisha mioyo ya watu. Nami ninakuja mbele yenu kwa wanawake wote ambao bado wana mioyo migumu, bado hawataki kuachana na mambo ya dunia hii. Nami ninakuja na kichwa cha ujumbe kinachosema kwamba wewe mwanamke unayoipenda hii dunia bado haujampenda Yesu Kristo. Ninazidi kusema kwa msisitizo, wewe mwanamke unayesema unampenda Yesu Kristo na bado unaipenda hii dunia na mambo yake, bado haujampenda Yesu Kristo. Haleluya. Nitakupa pia baadhi ya vifungu vya Biblia ambapo vitakujulisha kwamba utambue kwamba bado haujampenda Yesu Kristo. Ninasema kwa wanaopenda dunia kwa njia gani? Kwa maana dunia hii
imejaa mambo mengi maovu. Dunia hii imejaa mambo machafu. Mwovu Ibilisi amekuja kuichafua hii dunia, akitafuta kila njia ya kuweza kumzuia mwanamke asiweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Na njia mbalimbali alizotumia ni kupitia mapambo mbalimbali ya mwili, kupitia mavazi, kupitia tabia, na kutupa hata roho chafu ndani ya wanawake, roho za ukahaba, roho za uzinzi, umalaya, roho za uasherati, roho za usagaji na roho nyingine chafu, uchawi na kadhalika. Basi ninavyosema kwamba wewe mwanamke unayesema ninampenda Yesu Kristo, lakini moyo wako upo kwenye dunia, unapenda hivyo vitu vya dunia, unapenda mambo machafu ya dunia, ninakuambia tena kwa msisitizo, hore baba setri, bado haujampenda Yesu Kristo. Badilika wewe mwanamke, achana na dunia hii, achana na kuipenda hii dunia, hore baba setri, bali mpende Yesu Kristo kwa moyo wako wote, apate kukubadilisha. Haleluya. Wewe mwanamke unayependa mapambo ya dunia hii, ukisema kwamba mwanamke kujipamba sio dhambi, mwanamke kujipamba inatakiwa, mwanamke kujipamba ni vizuri, ni pambo, lazima upendeze, lakini unahangaika kujipamba na mapambo ya dunia hii, mapambo ambayo yameletwa na yule mwovu Ibilisi, mapambo ambayo tangu mwanzo kupitia mapambo hayo watu waliacha kumwabudu Mungu, wakaabudu miili yao kwa mapambo, na wengine wakatengeneza sanamu kupitia mapambo hayo. Nami ninakuja mbele zako, ninakusisitizia wewe mwanamke unayesema unampenda Yesu Kristo wa Nazareti, lakini bado haujaacha mapambo ya dunia. Tambua kwamba bado haujampenda Yesu Kristo. Haleluya. Sijali unanena kwa lugha ngapi, sijali unaponya wagonjwa, sijali wewe ni mke wa mchungaji, wewe ni mke wa mtume, wewe ni mke wa nabii, wewe ni mke sijui wa askofu, sijali. Kama bado unajipamba, ninakuambia ukweli, haujampenda Yesu Kristo wa Nazareti. Labda kuna Yesu mwingine, maana hata Yesu alikwisha kusema siku za mwisho watakuja mayesu wengi. Sasa jiangalie, kama bado wewe mwanamke una mapambo kwenye mwili wako, bado unasuka nywele, unaweka mawigi manywele bandia, unaweka makeup kwenye uso wako, unapaka wanja, unavaa hereni, mikufu, shanga, bangili, unaweka kucha bandia, bado unapaka rangi kucha, bado unaongeza maumbile yako au unapunguza maumbile yako, bado unatumia lipstick, ninakuambia siku ya leo utambue hilo. Kama kiongozi wako au mume wako ambaye ndo mchungaji ndo nani hajawahi kukuambia haya, aidha anakusifia, mke wangu umependeza, mke wangu umevutia, wewe umezidi wote. Tena wengine wanatumia andiko kabisa lile la Methali eti nimeona wanawake wengi lakini wewe umewazidi wote, kwa mapambo ya kidunia. Kama bado kuna mtu anakuambia maneno, ninakuambia siku ya leo haujampenda Yesu Kristo, na kwa mapambo hayo uko mbali na Yesu Kristo, na ukiendelea nayo jehanamu ipo wazi kwa ajili yako. Haijalishi wewe ni mke wa mtumishi gani, haijalishi. Ninakuambia ukweli, kama hujaacha mapambo wewe mwanamke, wewe mke wa mchungaji, wewe mke wa askofu, wewe mke wa nabii mtume, ninakuhakikishia kama hujaacha mapambo bado hujampenda Yesu Kristo. Haleluya. Ninaongelea mapambo kwa sababu ninaumia kuona ni jinsi gani shetani anavyokamata wanawake wasiingie mbinguni kupitia mapambo. Haleluya. Orebasana. Shetani anaitumia hii njia kuzuia wanawake wengi kuingia mbinguni. Wanawake wengine wapo tayari kuacha uzinzi, wapo tayari kuacha uchawi, umalaya, lakini shetani atajitahidi awakamate kwenye mapambo.
Mtu atakwambia mimi sitendi dhambi, ninajipamba tu, lakini mbele za Mungu hiyo ni dhambi, kwa sababu unamkosoa Mungu umbaji aliyokuumba nao wewe mwanamke. Kama unaweka kitu ambacho Mungu hajakuumba nacho kwenye mwili wako, ninakusisitizia hujampenda Yesu na bado unamkosea na unazidi kumtukana kila siku. Jehanamu inakusubiria. Unaposikia ujumbe huu, acha kuwa na moyo mgumu wewe mwanamke. Acha kujifariji, acha kusema mbona fulani yeye yuko hivi, mbona hivi. Acha kufuata watu wewe mwanamke. Acha kusema nimekaa kwenye wokovu miaka 10 na mbona bado Mungu ananiwezesha, Mungu ananionekania na mapambo ninayo. Ndugu yangu, tambua kwamba siku ile ya mwisho wengi watasema, Bwana, Bwana, nilifanya hivi kwa ajili yako. Atasema sikujui, ondokeni kwangu ninyi nyote mtendao maovu. Kwa sababu amekwisha kusema yeye ni mtakatifu na wanaomwabudu, wanaomfuata wanapaswa kumwabudu katika usafi na utakatifu. Sasa wewe unayesema kwamba umekaa kwenye wokovu miaka 10, mama askofu, mama mchungaji, sijui nani, unapata kiburi na wewe shetani anakutumia tena kuangusha wanawake wengine. Ukiwaambia kujipamba sio dhambi, jipambeni. Mbona mimi najipamba miaka 10 kwenye wokovu lakini bado ninatenda kazi ya Bwana? Ndugu yangu, utaenda kulipa siku ile ya mwisho. Ninakwambia wewe mwanamke, utalipa. Wewe unayetumika kuzidi kushawishi wanawake wengine kujipamba. Wewe mwanamke unayesimama unajipiga kifua kwamba unajua neno zaidi, unamjua Mungu zaidi. Na hata watu wakija kukushauri unasema mimi Roho Mtakatifu hajaniambia, mpaka Roho Mtakatifu aniambie. Hore baba setete. Hakika siku ile utajuta, kwa maana neno la Mungu linasema kila mmoja amepewa kwa sehemu. Sio kwamba kila kitu utakijua wewe. Kuna vitu vingine hautavijua. Bwana atamtumia mtu mwingine kuja kukufikishia ujumbe wake ili upate kubadilika. Na ndio maana ujumbe wake mkubwa tunaupata kupitia neno la Mungu. Soma neno la Mungu na ulielewe. Omba Roho Mtakatifu akueleweshe. Acha kusoma neno la Mungu ili kukosoa wale watu wanaokuja kukwambia hiki ni dhambi, hiki ni dhambi. Unaanza kukosoa, hapa aliandikwa na Wakorinto, hapa sijui sio sisi, hapa hivi. Ndugu yangu, jehanamu inakungoja. Haleluya. Haleluya. Jehanamu inakungoja mwanamke usipobadilika. Jehanamu inakungoja. Pore basai. Bila kupepesa macho, bila kukuonea aibu, bila kusijui kukuangalia wewe ni nani. Kama unajipamba mwanamke yeyote, Mkristo unayesema unampenda Yesu, hakika jehanamu inakungoja na Yesu Kristo haujampenda. Twende kwenye neno la Bwana. Haleluya. Tukiangalia katika kitabu cha Yohana wa kwanza. Ore baba setete. Haleluya. Ore kai lemose trika la Mungu. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15 na 16. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15 na 16. Neno la Bwana linasema, haleluya. Naanza mstari wa 15. Bwana anatuambia kupitia neno lake, msiupende ulimwengu wala mambo yaliyo ulimwenguni. Ninarudia, msiupende ulimwengu wala mambo yaliyo ulimwenguni. Mambo yaliyo ulimwenguni ndio kama niliyokutajia. Mstari wa 15 wao unaendelea kusema, kama mtu yeyote akiupenda ulimwengu, upendo wa Baba haumo ndani yake. Haleluya. Kama mtu yeyote akiupenda ulimwengu, upendo wa Baba haumo ndani yake. Kwa maana kila kitu kilichomo ulimwenguni, yaani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali hutokana na ulimwengu. Bwana hapa anasisitiza, kama wewe mtu, naongelea na wanawake sana sana hapa, kama wewe mwanamke unaupenda ulimwengu, unapenda vitu vilivyomo kwenye ulimwengu, unapenda uzinzi, uasherati, unapenda mapambo ya dunia hii,
Unapenda fashion mbalimbali za mavazi hazikupiti. Yaani kila fashion ikitoka ya nguo na wewe umo. Kila aina mavazi mapya yakitoka na wewe umo. Viatu mbalimbali havikupiti. Mawigi hayakupiti. Makeup mbalimbali hazikupiti. Perfume mbalimbali hayakupiti. Kama wewe ni mwanamke mmoja wapo, kucha za bandia zikitoka mpya hazikupiti. Sijui rangi mbalimbali za kucha, rangi za nywele, madawa ya kulainisha nywele, kuchubua ngozi. Hore baba setri, hore kai. Haleluya, Bwana uturumie. Kama hivyo vitu kila vikitoka havikupiti. Miziki mbalimbali ya kidunia ikitoka, wasanii wanatoa miziki kila kukicha, lakini hiyo miziki haikupiti. Kama mwanamke, madisco, kwenda bar, kwenda club, sijui sehemu mbalimbali, hakukupiti wa mwanamke unayejiita kwamba unampenda Yesu Kristo. Tambua kwamba upendo wa Kristo haupo ndani yako, haumpendi Yesu Kristo. Maana amekusha kusema ukipenda hii dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yako. Kwa hiyo mwanamke, kama unapenda kufanya hivi vitu na bado unajipiga kifua mbele za watu, kila mara ukienda ibadani unalia Bwana Yesu nakupenda, ndugu yangu, Yesu anakuambia bado haujampenda. Upendo wa Baba haumo ndani yako, kwa sababu ametupa mwelekezo ni jinsi gani tunaweza kusema tunampenda Bwana na jinsi gani tunapaswa kuwa. Lazima tupaswe kujua, kwa nini Bwana amesema hapa kwamba mtu anayependa dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake? Na kumpenda Baba tunampendaje? Haleluya. Naongea na wanawake, kumpenda Baba tunampendaje? Ambaye Baba yetu ndiye Yesu Kristo aliyetuumba. Tutampendaje? Kwanza ni kwa kutii amri zake, kutii neno lake. Wewe mwanamke unasoma neno la Mungu kila wakati, lakini haulitii, lakini haushiki amri alizozisema kwenye neno lake. Tambua hapo haumpendi Yesu Kristo, na bado utahukumiwa siku ile ya mwisho. Bado utahukumiwa. Amesema kwenye neno lake, mwanamke anapaswa kujipamba namna hii na hii na hii. Mwanamke anapaswa kuvaa mavazi ya kustiri, lakini wewe umevikataa hivyo. Tambua kwamba haumpendi Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Bwana ametoa maelekezo kwenye neno. Mwanamke awe mtii, mnyenyekevu. Mwanamke simpi ruhusa kufundisha wanaume wala kuwatawala. Mwanamke awe mtii, apende mume wake, afanye hivi, lakini wewe hauvifanyi. Tunapaswa kuwa hivi, hatupaswi kuchubua ngozi zetu, hatupaswi kuongeza vitu ambavyo Mungu hajatuumba navyo, lakini wewe ndo wa kwanza kuchubua ngozi, wewe ndo wa kwanza kuweka makeup usoni, wewe ndo wa kwanza kutafuta lipstick mbalimbali, wewe ndo wa kwanza kutoboa pua, mara ulimi, mwingine mdomo, mwingine macho, mwingine kitovu. Yaani sasa hivi shetani ametuharibu wanawake, kwa sababu mwanamke amekuwa, yani mwili wa mwanamke umekuwa ni kitu cha ajabu sana. Shetani anautumia anavyotaka. Unapita njiani unakutana na mwanamke, unawaza huyu ni mwanamke au ni kishikizo cha kushikilia chuma au ni nini? Maana utamkuta mara ana kipini puani, hapa mdomoni anacho, akirudi jichoni anacho, kwenye ulimi ukimo, sijui yani masikioni. Yani wanawake wanahangaika. Ndugu yangu, kama unamfuata Yesu Kristo na hivyo vitu vipo kwenye mwili wako na unajihesabia yake, mimi niko sawa, Mungu anaangalia moyo, nampenda, amekwisha kusema hapa yeye mwenyewe. Sasa ndio nakuambia ukweli hapa, amesema yeye mwenyewe, mtu anayependa ulimwengu na vitu vilivyomo katika ulimwengu, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kwa sababu ametupa njia na maelekezo ni jinsi gani tunapaswa kumpenda. Basi niwasomee ni jinsi gani tunapaswa kumpenda Bwana. Kila kitu kipo kwenye neno, na si kwamba tunasema kwa akili zetu. Sio kwamba tunaonea wivu. Hapo anaosema nyie mnatonea wivu. Wengine wanaanza kudanganya, mtu ukiokoka ndio ukae rafu. Wewe niangalia hapa nilipo hapa, nimekaa rafu wapi? Maana mnasema kwamba mtu akiokoka anakaa rafu. Hapa nimekaa rafu wapi? Ni kwamba nimekuja hapa na matope usoni?
nimekuja na matongotongo, nimekuja labda nywele zimekaa ovyo, mwili wangu uko wazi. Hapana, nimestiri mwili wangu, lakini nimeoga, nimesafisha nywele zangu, nimezibana vizuri, nimefunika kichwa, nimefunika miguu, nimefunika mikono, shingo, kifua. Lakini sasa hivi eti mtu ukiwa hivi ndio utasikia uko rafu. Kwani wokovu ndio kukaa rafu? Kwa hiyo siku hizi yani mwanamke ukikaa uchi, mapaja yote nje, kifua kiko nje, matiti yako nje, mikono nje, makwapa nje, hapo ndio unaonekana kwamba eti ndio mwanamke umejistiri, yani ndio umekaa jinsi mwanamke anavyopaswa kuwa. Tambueni, huo ni mpango wa shetani wa kuiangamiza hii dunia kupitia wanawake. Wanawake wametumika kuwa chanzo sana cha kuingiza wengi kwenye dhambi. Yamkini hata wanaume wengi wanaoanguka kwenye uzinzi, kwenye nini, ni kupitia mwanamke, kwa sababu ya muonekano wako, mavazi yako. Umekuwa kishawishi cha kumfanya shetani akaweza kumvuta yule mwanaume akaja kuzini na wewe mwanamke. Tambua siku ile ya mwisho kutakuwa na kilio na kusaga meno juu yako. Usipotubu leo, usipobadilika, usipompenda Yesu Kristo kwa moyo mmoja kama alivyosema kwenye neno lake, Jehanamu inakusubiria. Ninazidi kusisitiza wanawake, iwe ni una miaka 10 kwenye wokovu, una miaka 20, iwe sijui wewe ndio unaheshimika kanisani kuliko wanawake wote, haijalishi. Iwe umepewa cheo gani kanisani, kama wewe mwanamke bado unatumia hivyo vitu, mapambo mbalimbali, vitu vinavyomkosea Mungu, alafu unasema unampenda Mungu, unampenda Yesu, bado haujampenda, na wala hatokubali kupendwa na mtu ambaye hataki kutii neno lake. Tukiangalia katika kitabu cha hicho cha Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3, ninasisitiza Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3. Wanawake tufunguke, fungueni macho. Fungua macho mwanamke, usiwe mgumu wa moyo kila unaposhauriwa na wanawake wengine. Hivi ngoja tusome kwanza Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3. Hapa Bwana anatupa sasa maelekezo ni jinsi gani unaweza kusema unampenda Bwana. Kama unampenda Bwana unapaswa uwe. Yohana sura ya kwanza mstari wa 5. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3 unasema, huku ndiko kumpenda Mungu. Huku ndiko kumpenda Mungu, yaani kuzitii amri zake, nazo amri zake si nzito. Unaona? Bwana anatupa mwelekeo hapa sasa. Wewe unasema unampenda Yesu, unampenda Yesu, unampenda Mungu, unampenda Mungu. Bwana anatupa maelekezo hapa. Ili uweze kusema unampenda, unapaswa kufanyaje? Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa 3. Ninarudia. Huku ndiko kumpenda Mungu. Unampendaje Mungu? Yaani kuzitii amri zake. Kuzitii amri zake. Nazo amri zake si nzito. Na ni kweli, yani wewe unapaswa kutii amri zake, ambazo amri zake zipo ndani ya neno la Mungu. Kama wewe mwanamke wa Kikristo usomi neno, usitegemee utakao ujue amri za Mungu. Na ndio maana hata wengine wakija ukikushauri hiki ni kibaya unabisha, kwa sababu hausomi neno la Mungu, haujui amri zake ziko wapi. Wewe upo tu ukisema ninampenda Yesu, lakini matendo yako hauonyeshi kweli unampenda Yesu. Hausomi neno, hauombi, haufungi, haupigi hata goti kumwomba Bwana nifunulie. Je, haya matendo ninayofanya, hivi vitu ninavyovitumia, mapambo ninayoweka, suruali ninazovaa, vimini ninavyovaa, je, ni kweli Bwana hauvipendi? Haupigi goti, haulizi, hautaki kujua. Lakini mtu akija akikushauri, kwa hao usituhukumu, hakuna mwenye haki, wote ni wa dhambi, wewe unafikiri kukaa hivyo ni mtakatifu sana. Ndiyo, ni kweli wapo wanaostiri miili lakini bado wanafanya mambo machafu. Lakini ishara ya kwanza utakayojua kwamba wewe Mkristo umeamua kuokoka kweli kweli, utabadilika ndani ya moyo wako, na ndani ya moyo kukisha badilika, hata nje kutakushuhudia kweli umebadilika. Lazima uwe tofauti.
Huwezi kuniambia ndani uko msafi nje mchafu. Wala huwezi ukaniambia nje msafi ndani mchafu. Ni uongo, kwa sababu kila dhambi inayotendwa na mwanadamu inaanza ndani ya moyo wake. Unaweza ukaniuliza hapo, kwa sababu gani? Inaanzaje wakati moyo wangu msafi? Wako wengi wanajihesabia haki, unasikia Mungu anaangalia moyo. Mimi moyo wangu msafi, hata nje nikivaa suruali haina shida, moyo wangu msafi. Naomba kukuuliza swali, ili wewe mwanamke unayeshindana na Muumba wako kwa kuweka wigi kichwani, kuweka wanja, kuweka makeup, kuvaa suruali, kitu chochote, haleluya, ambacho ni kinyume na mapenzi ya Bwana, ninaomba kukuuliza hili swali. Wewe unayesema kwamba moyo wako ni msafi lakini nje uko mchafu, hivi wewe hata ujitathmini, wakati una mpango wa kwenda kushonea mawigi kichwani kwako, unaweza ukaniambia kwamba umelala tu, umeamka, huyo umetoka umeenda saluni, umekaa wanakuwekea wigi nini bila kufikiria kwanza? Au umepanga leo umevaa suruali imebana, suruali inaonyesha maungo yako, utaniambia tu umelala ukaamka papa ukatafuta suruali ukavaa, huyo ukatoka? Hapana, huo ni uongo na utakuwa ni unafiki mbele za Bwana. Kwa maana gani nasema dhambi inaanzia ndani ya moyo? Wakati unataka kwenda kushonea wigi lako hilo kichwani, au weaving sijui, kitu chochote, au kuweka makeup, kwanza ni wewe mwenyewe utasemezana na moyo wako, kesho nikiamka nitaenda saluni, kuna aina fulani ya mawigi yametoka, nitanunua wigi hili, nitashonea kwa staili hii. Ukishamaliza kusema ndani ya moyo wako, dhambi imeshaanza kujitengeneza kule ndani ya moyo. Hapo sasa ndio inakuja kujidhihirisha nje ya mwili. Unaanza sasa kutumia mwili wako kufanya vitendo. Unatoka, unaenda kununua weaving, unaenda saluni, unakaa, unamwambia mhusika nishonee kwa staili hii na hii. Je, utaniambia dhambi imeanzia wapi? Ni ndani ya moyo. Ndani ya moyo wako uliwaza ujinga, na baadaye ukachukua mwili kutenda, sasa ukakamilisha ile dhambi kwa nje. Unapowaza kuvaa suruali, kuvaa kisketi kifupi, sio kwamba umeamka tu umekuta hapo umevaa umeenda. No, unawaza ndani yako, kesho nitavaa nguo gani? Kesho nitavaa nguo gani ili nikienda kazini au nikipita barabarani watu washtuke. Maneno ya mabinti wa siku hizi, watu washtuke, sijui wanaume wafanyaje. Unawaza, ukishawaza akili yako sasa inakwambia nitavaa kimini hiki, labda unavaa hii nikivaa na t-shirt fulani, nikivaa na kiatu changu kirefu, yes, nitapendeza. Ukishafanya hivyo sasa umeshaviandaa, kesho yake asubuhi ndio unachukua hatua. Mwili sasa unatenda kwa vitendo, unaenda unachukua nguo unavaa unaenda. Kwa hiyo hapo dhambi ilianza ndani, baadaye kajidhihirisha nje. Na ndio maana ninasema ndani ya moyo wako ukiwa safi na nje kunakuwa safi. Ndani ya moyo wako ukisema sasa hivi sitaki tena kuvaa bimini, sitaki tena kuvaa nguo za kuangusha wanaume, ukishakiri ndani ya moyo wako, basi hata nje kutareact na kutachukua hatua. Sasa utaona unakataa zile nguo fupi, unazikataa zote, unaanza kutafuta nguo ndefu unavaa. Lakini unajihesabia mimi moyo wangu msafi, Mungu anaangalia moyo, hata nje nikiwa hivi ni sawa, Mungu ni wa neema. Nyie jidanganyeni, Mungu ni wa neema. Mungu ni wa neema kwa wale ambao wanamfuata na kumtii na kufutia amri yake. Siku ile ya mwisho, neno hilo unalolisema kila wakati wewe mwanamke na wigi lako kichwani, unasema kila wakati na viatu vyako virefu, tafikiri sijui miguu ya ngamia sijui nini. Wewe mwanamke unayesema hilo neno kila siku, huku na makeup na sura mpya usoni ambapo watu watakujua wewe ni fulani, alafu unajipiga kifua eti Mungu ni wa neema, Mungu ni wa neema. Ngoja ile siku ya mwisho, usipobadilika
Inasema na wewe usipobadilika mwanamke, ndio utajua Mungu alikuwa na neema wapi. Ndio utajua Mungu ni wa neema kivipi. Maana ameacha muda mwingi wa mwanamke kubadilika. Amekupa muda wa kubadilika. Amekutumia watumishi mbalimbali, amekutumia nyimbo mbalimbali za kukuonya, lakini una moyo mgumu na kiburi. Kupitia aidha ni huduma ambayo mume wako anaifanya, yeye hataki kukemea uovu, basi na wewe unajipa kifua, mbona mume wangu akemei? Kama hiki ni dhambi Mungu angemfunulia mume wangu. Ndugu yangu, sio kila kitu Bwana atasema na wewe. Tafuta watumishi wengine wenye Roho Mtakatifu. Na pia Bwana anaweza asiseme na wewe kwa sababu anajua hata akisema na wewe bado utakuwa na shingo ngumu. Na hata wako wengine Bwana anasema nao lakini bado wanabishana na Bwana. Hapana, huyu sio Bwana, huyu sio Bwana. Huyu ni shetani. Lakini vile vitu vibaya ukiwaza, ukisikia unaambiwa na shetani fanya, ndio unasema yes, hiki kiko sawa. Ndugu yangu badilika, mwanamke badilika. Neno limetuongoza. Wewe unayesema unampenda Yesu, unapaswa umpendeje? Ninarudia mstari. Huku ndiko kumpenda Mungu, yaani kuzitii amri zake. Nazo amri zake si nzito. Tambua amri za Bwana sio nzito. Anataka tu uachane na makeup yako, baki jinsi alivyokuumba, vaa mavazi ya kustiri, ishi utakatifu, omba, funga, mtafute Bwana kwa moyo wako wote. Hizo ndo amri ambazo Bwana anataka ufanye tu. Na ukifanya hivyo utakuwa sawa na Bwana. Lakini wewe unakataa kutii hizo amri nyepesi za Bwana. Unahangaika. Na hamna kitu kibaya kama mwanamke anavyohangaika. Kwa mfano tu angalia wanao, hata wewe mwanamke labda unanisikiliza hapa unasuka nywele au unaweka mawigi au nini. Fikiria jinsi unavyotumia gharama mpaka uweke nywele kichwani au wigi. Muda mwingine unaumia ukiwa unasukwa, unaumia, mara umekandwa na maji ya moto unalia, mara sijui umepoteza gharama ngapi. Lakini Mungu anatuambia amri zake sio nzito. Wewe tu baki na nywele yako kawaida, chane vizuri, yoshe, ikae hapo vizuri. Ukiwa unaomba funika kichwa chako. Ukiwa unatembea, ukiwa wapi, stiri mwili wako. Hapo tu utashindwa nini mwanamke kama sio shetani aliyefunga fahamu za watu. Na shetani amefunga sana mioyo ya wanawake. Wanawake wengi wamekuwa wabishi. Yaani mwanamke utakutana na mwanamke anasema nampenda Yesu Kristo. Lakini ukianza kumgusia maswala ya mapambo na jinsi anapaswa kuwa kama anampenda Yesu, hapo mtakuwa maadui. Yaani hapo atakuona tena kama wewe sio mwenzake, haupo sawa, hata kama mlikuwa mmesapoteana mambo elfu. Lakini mkifika hapo kwenye muonekano wa mavazi, muonekano wa mwili, tabia, ukaanza kumwambia lakini sawa unampenda Yesu, lakini Yesu huyo anataka tuwe hivi. Umeanza. Hivyo sio vya Mungu hivyo. Wewe sijui nini, unajiona mtakatifu sana. Wewe sasa unashindwa huyu ambaye anasema anampenda Yesu. Kwa nini tena ukimwambia yale ambayo Yesu anataka ayafanye anayakataa? Ni kwa sababu unakuta bado moyo wake unapenda ulimwengu. Anaweza akatamka mara 1000 kwa kinywa ninampenda Yesu, lakini moyo wake unamshuhudia bado anaupenda ulimwengu kwa sababu anavifanya vile vitu vya ulimwengu, anavitumia vile vitu vya ulimwengu ambavyo vinamtenga mbali na Bwana. Haleluya. Na pia ninazidi kusisitiza, mtu uliyeokoka unayejiita mwanamke wa Kikristo umeokoka kweli. Umeanza hatua ya wokovu kumfuata Yesu Kristo. Roho Mtakatifu anakuwa mwepesi kukushuhudia hiki ni dhambi, hiki acha. Sasa uweze ukaniambia umeokoka umekaa miaka 10 kanisani, bado unaliwigi lako mpaka unazeka nalo. Una makeup, una ireni, una nini, afu unaniambia Roho Mtakatifu hajaniambia. Lazima atakushuhudia kwa njia yoyote. Sema wewe ndio utakuwa na moyo mgumu au utakuwa ukipigana na Roho Mtakatifu ndani yako kwamba hiki hapana, huyu sio Bwana, huyu sio hivi. Lazima akuambie kwa sababu Bwana apendi mtu wake apotee. Bwana ni wa upendo. Yesu Kristo anatupenda pale ambapo tunaonyesha nia kweli ya kumfuata na kutaka kubadilika.
Mfano mzuri mimi nilivyoanza wokovu, ndio maana mimi nasemaga sijui wengine labda Bwana alitoa neema tofauti. Maana kuna baadhi hata wanawake nimekaa nikaulizana nao, hivi wewe ulivyookoka kuhusu ili swala la kuacha mapambo nini ulitumia muda gani? Unakuta mwingine anaanza nilianza kwanza kubishabisha, nilianza hiki, nilikuwa mbishi hivi. Lakini mimi namshukuru Mungu kwa sababu yani nilikuwa mwepesi. Nilikuwa nikisikia tu naambiwa hiki acha ni kibaya, na Bwana anashuhudia ndani yangu hiki kitu ni kibaya, na nikiacha nina amani. Nisipoacha ninakosa amani. Ninataka kuomba sifuniki kichwa, ndani yangu nashuhudiwa na Roho Mtakatifu, funika kichwa, ninafunika na ninapata amani. Nikivaa nguo fupi, nimeacha mguu nje, nimeacha nje tu, nashuhudiwa ndani yangu upo uchi, funika mwili. Lakini sasa nashangaa kwa nini wengine bado wanakuambia eti mimi na Roho Mtakatifu, lakini Bwana hajaniambia hivi vitu. Bwana anasema kwa njia mbalimbali. Sema watu ndio wameshaweka nia zao, wameshaamua sasa ngoja Roho Mtakatifu aniongoze kwa hapa tu, hapa. Roho Mtakatifu aniambie niache hiki, lakini hiki siwezi kuacha. Tambua mwanamke, kama umeamua kufuata Yesu Kristo, anasema na anaongea kupitia Roho Mtakatifu. Unaposikia ujumbe huu, shuka chini magotini, piga magoti, mlilie Bwana. Acha kuwa mtu mbishi, acha kuwa mtu mjuaji. Mimi nimekaa miaka 10 kanisani, mtaniambia nini? Haijalishi. Bwana anaweza kainua mtoto kwa siku moja akamkuza na akamtumia siku hiyo na akaanza kutenda makubwa kuliko hata wewe uleka miaka 10 kanisani. Lakini unachotakiwa ni kunyenyekea. Bwana hapangiwi na kutumia mtu au kuongoza mtu. Unachotakiwa mwanamke, nyenyekea, piga magoti unaposikia watu wakikuonya kuhusu jambo fulani. Usiwe na kiburi, usiwe mjuaji. Shuka magotini hata kama Bwana hajasema na wewe. Hata kama hujasoma neno, piga magoti, mwambie Bwana Yesu, ninaomba unifunulie, ninaomba useme nami, ninaomba unijulishe kwa njia yoyote Bwana. Je, kweli yule mtu aliyeniambia hivi au Doris alivyoniambia kwamba mapambo ni dhambi, vimini ni vibaya, mawigi ni vibaya? Bwana nataka unithibitishie. Bwana anapenda maombi ya mtu kama huyo, kwa sababu ni maombi ambayo unataka akubadilishe na hatochelewa kukujibu. Lakini unakataa piga magoti kumuuliza Bwana, kuuliza Roho Mtakatifu, hivi huyu alivyosema ni sahihi? Unaanza kupanda tu hewani, kutukana, kukomenti matusi, kutukana, kuonekana kwamba hatupo sawa. Wengine wanatuita vichaa, wengine wanatuona tumechanganyikiwa. Wewe tena unakaa unawasikitikia. Sasa kati ya mimi na huyu nani aliyechanganyikiwa? Maana wewe umeamua kustiri mwili wako, mwanamke, umeamua kuvaa vizuri. Wewe tena ndio unaonekana kichaa, upo sawa. Lakini yule anayetembea uchi, wewe unamhurumia, unaona mbona huyu kama ndio yuko sawa kichaa? Watu wanamsifia, wanamshangilia. Huyu yuko sawa. Wewe unajua kuvaa. Wewe ndugu yangu, sifa za duniani hazitakufikisha sehemu yoyote. Mwanamke unayevaa mavazi ili usifiwe na wanadamu, unatembea uchi, unavaa vimini, unaweka makeup, mawigi, unavaa suruali ili usifiwe na wanadamu kwamba ni mrembo, ni mzuri, unaomba uzuri. Tambua hizo sifa ni za uongo na ni sifa za yule mwovu Ibilisi. Mwisho wake ni jehanamu ya moto inakusubiria. Lakini penda kusifiwa na Bwana wa majeshi Yesu Kristo. Haijalishi wanadamu watakuona hauna akili, haupo sawa. Lakini Bwana akitazama kutoka mbinguni, haleluya, akikuangalia anasema, unamwona mtoto wangu Doris anavyovaa? Najivunia kutoka kwake. Kuliko usifiwe na wanadamu alafu mwisho wake uingie jehanamu. Ni heri usifiwe na Bwana wa majeshi. Unamwona mtoto wangu Susan anavyovaa? Ninasifiwa na napendezwa naye. Unamwona mtoto wangu Sara anavyovaa? Ninapendezwa naye. Yamkini wanadamu wanamuona yuko sawa, lakini mimi Mungu nafurahia. Haleluya. Kwa hiyo jitahidi mwanamke, ishi kwa kumpenda Bwana Yesu Kristo kweli kweli. Mpende kwa moyo wako. Na amesema tutampendaje? Tutampenda kwa kutii amri zake. Yohana wa kwanza 5:3. Tutampenda kwa kutii amri zake. Amri za Bwana ni hizi anazotuonya kila siku kupitia watumishi, kupitia neno lake, kupitia nyimbo mbalimbali. Wanawake acheni hiki, wanawake msifanye hiki, wanawake jitenge na hiki.
Hizo ndo amri za Bwana. Unataka amri gani ndugu yangu mwanamke? Unataka amri gani zishushwe tena kutoka mbinguni zije mbele zako zikwambie ndo hizi? Tii, acha kiburi, acha ujuaji. Haleluya. Sipendi ikawe kwamba ile siku ya mwisho ukatimiza unabii ambao Bwana aliusema kupitia kitabu chake cha Mathayo. Tukiangalia kitabu cha Mathayo, mwanamke jitahidi. Natamani sana tuvunje hii dhana ya kwamba mbinguni wanawake ni wachache, kwa sababu wengi ni mapambo yanawazuia wanawake wengi kuingia mbinguni. Kwa nini tusikubali kusimama imara wanawake tukaingia mbinguni? Hivi kweli unafikiri Bwana yafurahi kwamba wanawake tuingie mbinguni? Anahuzunika ni jinsi gani wanawake shetani alivyowateka. Kwa hiyo mwanamke, amua kuchukua hatua. Fufuka huko kwenye sijui ni kuita kwenye kaburi ulozikwa lililokufunga utaki kuelewa kweli. Funguka huko. Fungua masikio yako, muombe Bwana, nifungue masikio, fungua macho. Nifungue moyo wangu, niondolee moyo mgumu wa kutokukubali neno lako. Baba setri. Mwambie Bwana, nibadilishe, nitengeneze, niwe chombo chako. Nifinyange popote ambapo naona Bwana siko sawa na wewe. Uwe mwepesi kunionya, kunikana, kunikanya, kunikaripia ili nibadilike. Uwe hivyo mtu wa hivyo mwanamke. Usiwe mtu wa kumuomba tu Mungu nipe hiki, Mungu nipe hiki, Mungu nipe mume, nipe kazi, nipe sijui mapesa, magari, ili hali bado hauko sawa na Bwana. Kuna faida gani sasa kuvipata vitu vyote vya duniani, mwisho nafsi yako inaenda jehanamu? Muombe Bwana akubadilishe kwanza mwanamke, ufanane naye. Unapofanana naye atafurahiwa na wewe, na hata kitu chochote bila hata kuomba atakupa. Maana anajua, ameshasema mtu anayenitumikia, haleluya, Baba mbinguni atamheshimu. Sasa wewe unataka Bwana akuheshimuje wakati umtumikii? Mtumikie kwa moyo wako, tii amri zake, shika sheria zake, shika neno lake. Haleluya. Mathayo sura ya 13. Mathayo sura ya 13 mstari wa 14 na wa 15. Lakini sana sana itasisitizia hapa. Inasema hivi, jitahidi wewe mwanamke, isije ikawa siku ile ya mwisho ukatimiza unabii. Bwana amekusha kusema, na ni kweli lazima wapo watakaotimiza. Lakini jitahidi wewe mwanamke Mkristo unasema ninampenda Yesu, isiwe ni wewe utakayetimiza unabii huu. Mathayo sura ya 13 mstari wa 14 na 15. Mstari wa 14 unasema, kwao unatimia ule unabii wa Isaya aliposema, hakika mtasikiliza lakini hamtaelewa, na pia mtatazama lakini hamtaona. Kwa kuwa mioyo ya watu hawa imekuwa migumu, hawasikii kwa masikio yao, na wamefumba macho yao wasije wakaona kwa macho yao, na wakasikiliza kwa masikio yao wakaelewa kwa mioyo yao, na kugeuka nami nikawaponya. Ninarudia, jitahidi usije kawa ni mmoja wapo wa kutimiza huu nabii unaosema, hakika mtasikiliza lakini hamtaelewa, na pia mtatazama lakini hamtaona. Kwa kuwa mioyo ya watu hawa imekuwa migumu, hawasikii kwa masikio yao, na wamefumba macho yao wasije wakaona kwa macho yao, na wakasikiliza kwa masikio yao wakaelewa kwa mioyo yao, na kugeuka nami nikawaponya. Ndio asilimia kubwa ya wanawake sasa hivi wapo makanisani, kila mmoja nampenda Yesu, nampenda Yesu, nampenda Yesu, nampenda Yesu, nampenda Yesu, nampenda Yesu. Lakini sasa mtumishi aanze kusema, haya wanawake, acheni mapambo, acheni hiki. Wameziba masikio, hawasikii. Yaani hapo wanajidai hawasikii kabisa. Wanaonyeshwa hiki ni kibaya, utenda jana, macho wamefunga. Jamani, kubalini Yesu na mbadilike wanawake, acheni kutembea uchi. Mioyo migumu. Wanahukumu. Mungu anaangalia moyo. Ndugu yangu, utakuwa ni mmoja hapo. Utakuwa na macho hauoni, masikio unayo hausikii. Moyo wako umeuweka mgumu ili usije ukasikia kweli ya Mungu
Na wanawake wengi ndivyo walivyo, wana macho hawaoni, wana masikio hawasikii. Mtu amekaa kanisani miaka na miaka, lakini ukimwambia swala la mapambo anaona ni kitu kigeni. Mpaka unashangaa, kwani kanisani anafundishwa nini? Huyo mtumishi anafundisha nini? Unakuta wengine wanafundishwa kweli wanajua, na wengine hawajui. Basi angalau hata ambao hawajui ukiwaambia wanapata hata ile moyo wa kubadilika. Mwingine anajua ameambiwa, lakini moyo mgumu, masikio ameziba, moyo mgumu. Bwana atakuhukumu siku ya mwisho. Fungua macho yako, fungua masikio yako, fungua moyo wako, mwambie Bwana, nipo tayari kubadilika. Kitu ulicho na mashaka nacho, acha kuwa mjuaji, acha kuwa na kiburi, acha kujibizana na watu, acha kupoteza muda wako kushindana na watumishi wanaokuambia hiki ni kibaya. Shuka magotini mwanamke, muite Bwana. Amesema niite nami nitaitika. Muite, mwambie Bwana, leo ninataka unijulishe nipo kwenye njia ipi sahihi. Haleluya. Amesema leteni hoja zenu mbele yangu tupate kujadiliana. Peleka hoja mbele za Bwana zenye maana. Bwana, mimi nimekaa kwenye wokovu miaka 10, lakini sijawahi kusikia naambiwa niache mapambo, au kila mara nikiambiwa kuacha mapambo moyo mgumu. Ninaomba Bwana unifunulie mwenyewe, hivi niko sahihi? Haleluya. Usiwe mtu wa moyo mgumu. Ninaomba sana Bwana aweze kukupa ufahamu wa mwanamke unayesema ninampenda Yesu, lakini tabia yako, matendo yako bado vinakushuhudia wewe unaipenda dunia. Jitambua kwamba neno la Bwana linasema yeye aipendaye dunia na mambo yaliyomo ndani yake, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kwa maana pia amesema, kwa maana anayesema anampenda Mungu lazima azishike amri zake. Maana amri zake sio nzito, amri zake ni nyepesi na zinashikika na zinaeleweka. Tofauti na mtu anayepewa masharti kwenda kwa mganga, mara sijui nenda kaoge saa 7 usiku uchi, mara tembea hapa hadi wapi, mara nitafutie kuku wa rangi hii, mara hivi. Masharti yale ni magumu. Shetani siku zote hawezi mfurahisha mtu. Shetani ni muongo kama neno linavyosema, yeye ndio baba uongo, na ni muongo kweli. Lakini ukijua kweli, Yesu Kristo atakupa neema, utaelewa na utafahamu. Amani ya Bwana iwe nanyi, na Bwana awape ufahamu uweze kuelewa mambo haya. Wewe mwanamke unasema ninampenda Yesu, Bwana akuwezeshe upate kuelewa Yesu tunapaswa kumpenda kwa njia gani. Amani ya Bwana iwe nanyi. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, ninakushukuru kwa neno lako hili. Asante Bwana kwa nafasi ulionipa ya kusema na wanawake pia kwa siku hii ya leo. Bwana, ninaomba uwatembelee wanawake wote ambao Bwana bado mioyo yao ni migumu. Bwana, ukawafunulie, ukawajulishe kweli. Ondoa mioyo migumu, ondoa upofu kwenye macho yao, ondoa ukiziwi kwenye masikio yao Bwana. Watakaposikia injili yako ya kweli, wakapate kuguswa mioyo yao na kubadilika Yesu Kristo. Maana upende hata mmoja apotee, bali tupate kuifikiria toba. Bwana, ninaomba utusaidie Yesu Kristo. Saidia wanawake ulimwengu mzima. Saidia Bwana wanawake ambao bado hawajakujua wewe. Bado wanasema wanakupenda lakini wameipenda dunia. Bwana, uwasaidie, uwape neema wakujue wewe Yesu Kristo na wakurudie mfalme. Maana bila wewe hakuna atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Wewe ndiye njia, kweli na uzima. Ninaomba Bwana utusaidie, saidia wanawake wote Yesu Kristo. Ni katika jina lako takatifu nimeomba na kuamini. Amen.